Habari, naitwa Dr. Shukuru Masala, ni daktari wa binadamu. Nipo katika peji ya Facebook inaitwa Dr. Shukuru Masala. Ukitembelea Facebook YouTube utakutana na peji inaitwa My Health Today ya Dr. Shukuru Masala, ambayo itakuwa inatoa hizi video za elimu na mambo kadhaa kuhusu afya. Leo nipo hapa, nataka nizungumze mada moja ambayo imekuwa ni mtambuka, cross cutting topic ambayo imekuwa maarufu sana katika siku hizi za karibuni. Lakini kabla sijaingia ndani kuzungumza, naomba niseme tu kwa kifupi kwamba sipo hapa labda kwa lengo la kisiasa au kupamba au kufanyeje, lakini nataka nizungumze kama mtaalamu ambaye nimekuwa nafanya kazi na wagonjwa ambao ni wateja, hasa katika masuala ya malipo, kulipia bili za matibabu imekuwa ni mwiba. Sasa kwa hivi karibuni kumekuwa na serikali inatangaza sana kuhusu kitu kinaitwa bima ya afya kwa wote. Sasa bima ya afya kwa wote ni nini na madhumuni yake ni yapi na itatekelezwaje, na huyu mteja ambaye anaenda kuitumia atafaidikaje? Kwanza, katika nchi nyingi ambazo zimeendelea zimejikita sana kutoa huduma za afya kwa kutumia bima. Hata kama sio bima ya afya kwa wote, lakini nchi nyingi hazipo kwenye mfumo wa kulipia matibabu kwa keshi, kwamba umetibiwa unadaiwa 200,000 unalipa, kesho tena ukaumwa unadaiwa 300,000 unalipa. Kwa hiyo imejikita katika kuwekeza katika huduma za afya kwa kuchangia, na wakati ule mgonjwa akiumwa anakuja kutibiwa tu na hela yake alishakwisha kutoa. Sasa bima ya afya kwa wote Tanzania, lengo lake ni kuwakava watu wote waliopo katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa na uwezo wa kupatiwa huduma za kimatibabu wakati wowote watakapoumwa. Je, hii bima ya afya itafanya kazi gani? Kwa kawaida bima za afya kwa wote au bima za afya ambazo zipo tunazifahamu zinaendelea, huwa ni unachangia kabla ya kuumwa, yaani unaanza kuwekeza kabla ya kuumwa. Sasa katika bima hii hawa wananchi watakuwa wanachangia kiasi cha fedha ambacho kitawekwa huko kusubiria yeye aumwe ili aje apate matibabu, na hata lipa kesho wakati huo akiumwa. Kwa hiyo itakuwa na dhana ya uchangiaji kwa pamoja, kwamba kuna mtu atachangia kiasi kingi, kuna mwingine kidogo, lakini itawekwa kwenye mfuko, na wakati wa kutoa huduma hizi kila mtu atapata huduma vizuri. Sasa niende tu kwenye detail. Bima hii ya afya kwanza gharama yake itakuwa ni shilingi 1,500,000 kwa familia ya watu 6 ambao ni ndugu wa damu. Kwa hiyo sio lazima awe mtoto, awe baba, awe mama, lakini ndugu, labda mtoto wa kaka, mtoto wa nani ambao ni wa damu, unaweza ukawaweka kwenye grupu na kutengeneza familia ya watu 6 ambao watalipa 1,500,000, na hiyo 1,500,000 watapata matibabu yao kwa mwaka mzima, na mwaka unapoisha itawabidi waweze kuhuisha tena hiyo bima ili waweze kuendelea kupata tena katika mwaka mwingine. Sasa mtu anaweza kujiuliza, labda ni hii bima akilipa hiyo 1,500,000 watu 6 atapata nini na nini? Katika watu 6 wakilipa hiyo 1,500,000 watapata matibabu ya kuanzia kumwona daktari, vipimo, dawa na upasuaji mdogo. Watapata huduma zaidi ya 370 katika kifurushi hicho cha 1,500,000. Na hii ni serious kabisa, ambapo hata tunakumbuka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anapohutubia bunge alisema kwamba bima ya afya ni moja ya kipaumbele chake atachoenda kukitimiza ndani ya siku zake 100. Na sasa hivi ni mwezi wa pili na bima ya afya kwa wote Tanzania imeshaanza kwa sehemu ambazo walikuwa tayari wameshajiandaa, wameshaanza kuitekeleza.
na sehemu zingine wanaendelea kuandaa miundombinu kama masuala ya mifumo ya TEHAMA na kusajili wanachama ili sasa watakapokuwa tayari waweze kuanzisha. Kwa mimi rai yangu kwa Tanzania hasa wa hali ya chini ni kukusanya hii 1,500,000, alafu unaenda unakata bima yako, mwaka mzima unatulia, utasumbuliwa tena leo si unahitajika kutoa hiki. Na bahati nzuri hii bima itaweza kukava matibabu kuanzia ngazi ya msingi, yani vituo vya afya, zahanati, hospitali, kuanzia hospitali za mikoa, kanda, taifa hadi zile maalum. Kwa mtu asije akaona mimi nina bima yangu ya 1,500,000 nikienda JKCI pale ninauma moyo watanikata. Hapana, hii bima itaweza kufanya upate matibabu sehemu zote kabisa, kwenye ngazi zote na kwa ngazi zote za madaktari. Kwa rai yangu mkate bima, muwe tayari wakati ule ukiumwa tu unaenda kutibiwa bila kuwa na mawazo na stress za tatoa wapi hela ya matibabu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo nawashukuru, lakini nawaomba muendelee kulike, kusubscribe na kushare katika hii page ya Dr. Masala na katika YouTube My Health Today. Nashukuru.